Kanisa la Pentecost Assemblies of God Tanzania PAG limeandaa kongamano la umisheni linalofanyika kwa siku 3 jijini Dodoma. Mwanzilishi wa huduma ya sifa na makanisa ya El Shaddai duniani, Pastor Sirini, akiongozana na timu yake, ndiye anayewafunda viongozi hao wakuu jinsi ya kupanda makanisa. Hello, mchungaji. What are you doing? Wewe unafanya nini? We must give birth to mchungaji. Ni lazima mzae mchungaji. That is where church planting begins. Na hapo ndipo upandaji wa makanisa unapoanzia. It doesn't begin from America. Hauanzi Marekani. It doesn't begin from outside. Hauanzi kule nje. It begins with you. Unaanza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Number 3. Jambo la 3, we saw a sheep or a believer. Tumeona ya kwamba kondoo au mwamini. We saw a shepherd. Na tumemwona mchungaji. And let's talk about the church. Na sasa ngoja tuongelee juu ya kanisa. Let me ask you a question. Ngoja nikuulize swali. Is church an organization or an organism? Kanisa ni taasisi au kanisa ni kiumbe kilicho hai? It is a body. It is a body. Kwa hiyo ni body. It's a body. Huwa ni mwili. Kanisa ni mwili. The head of the body is Jesus. Na kichwa cha huo mwili ni Yesu. Amen. We have different organs in the body. Unajua kuna viungo mbalimbali ndani ya mwili. This 4 walls is not the church. Hizi kuta 4 hizi sio kanisa. We are the church. Bali sisi tuliomo humu ndani ndio kanisa. Amen. Every living thing bears fruit. Kwa kila kitu kinachoishi kinazaa matunda. Say it slowly. Every living thing bears fruit. Kila kiumbe kilicho hai kinazaa matunda. Amen. Sheep give birth to sheep. Kondoo anazaa kondoo. Shepherd give birth to shepherd. Mchungaji anamzaa mchungaji. Church should give birth to. Kanisa linapaswa kumzaa nani? Sirini ameongeza kuwa ili kuleta matokeo tofauti lazima mtazamo na utendaji vibadilike. Through this conference not only the nation of Tanzania will be blessed. Kwamba maombi yetu si tu kwamba taifa la Tanzania litakuwa limebarikiwa. God should raise your nation as a leader in the entire continent of Africa. Na kwamba Mungu akainue taifa la Tanzania liwe ni taifa la kiongozi katika bara lote la Afrika. Amen. Amina. But for this to happen, lakini ili jambo hili liweze kutokea, if we are going to do the things the same way we have been doing, kama tutaendelea kufanya mambo vile vile tulivyokuwa tukifanya and expect different results, it's not going to happen. Na ukategemea kupata matokeo tofauti, hilo halitatokea. Kwa upande wake, mkurugenzi wa umisheni na uinjilisti wa kanisa la PAG Tanzania, Dr. Damanius Thomas, ambaye pia ni askofu wa PAG mkoani Mbeya, amezungumzia umuhimu wa kongamano hilo na wajumbe wanaoshiriki. Kwa hiyo hapa tumewaalika maaskofu wa majimbo yetu na waangalizi wa wilaya zetu pamoja na kurugenzi za kanisa. Wapo hapa wote na wachungaji na maaskofu wastaafu, kwamba tuje tusikie kwa pamoja, tupate mguso kwa pamoja na tupate kujikumbusha na kujipima kuona kama tunaenda vizuri au la.
na kama hatuendi vizuri, wapi tumeacha njia na tumeacha kufanya nini? Ndo sababu tuko hapa kwa kujikumbusha tena kurudi kwenye mstari ili tufanye agizo kuu la Yesu la hai ndani. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji William Msuya, natoka Arusha, ni mchungaji wa kanisa la Arusha mjini, sehemu wanaita Ungalimited, na nimekuwa mchungaji sasa kwa zaidi ya miaka 45 kwenye kanisa moja hili la PAG, ingawaje nimefanya kazi sehemu tofauti. Ile method ile utaratibu huyu Bwana anaotufundisha, kama washirika wakifundishwa vizuri, wakijua kwamba wanatakiwa kuzaa na mshirika akajitahidi akaleta mshirika mmoja mwenzake kwa mwaka mmoja, inawezekana. Mchungaji kukaa na kanisa atoe mchungaji mmoja, hata kama ni wachache washirika, kwa mwaka anaweza. Siri ni kuzaa, ni kumwomba Mungu akufundishe namna ya kuzaa. Yeye ametoa jawabu pale, mimi nimeona, ambalo mimi nimeliona ni kweli, na ndio maisha mimi nimeona kwamba huwezi kufanya chochote kama hujaomba. Ukiomba Mungu akuonyeshe namna ya kuzaa matunda, utazaa. Namna ya kuleta mchungaji utaleta, namna ya kuleta mshirika utaleta, namna ya kufungua kanisa jingine utafungua tu. Mungu atakuonyesha njia, na gharama zinawezekana tu, haijalishi kwamba ni vipi. Kuna watu wengine wanatoa viwanja kwa kuguswa na Mungu, lakini sasa mtu akitaka kwenda kufungua kanisa pia sasa nikanunue kiwanja labda nitataka kununua kiwanja cha shilingi milioni 5 au milioni 10. Sasa washirika wangu ni 50, kupata milioni 10 kwa mwaka ni vigumu. Sijui kusomesha mchungaji chuo cha Biblia ni vigumu, lakini ukweli ni kwamba katika safari ya kumtumikia Mungu, Mungu anajitegemea. Mungu analeta njia ambazo wakati mwingine ni nje ya uwezo wako. John Banda, Media One TV, Dodoma.